Mtu mmoja alistaajabu sana. Unataka kujua alistaajabu nini? Leo ngoja nikupe story. Kulitokea familia moja, bwana mmoja alikuwa na mke wake. Siku moja mke wake akampigia simu. Akamwambia, "Wewe mwanaume uko wapi?" Yule mwanaume akamwambia, "Sasa niko hospitali, mama kapata ajali. Na ametokwa na damu nyingi sana, hivyo niko natafuta watu wa kumwekea damu ili niokoe maisha yake." Yule mwanamke akamwambia, "Mimi swala la mama kubwa linahusu nini? Mama yako anaumwa, mimi na nini? Nakwambia fanya haraka, mimi siwezi nikatembea kwa mguu wakati gari ni ya kwangu." Yule mwanamke alikuwa ndo mwenye pesa, ni tajiri sana. Kwa hiyo na gari ilikuwa la kwake. Yaani maana yake alinunua kwa pesa yake. Kwa hiyo akamwamuru mume wake kwamba afanye haraka aje amchukue, la sivyo hawataelewana. Basi mwanaume, kabla hajajibu chochote, mwanamke akawa amekata simu. Basi baada ya muda usio mrefu, mwanamume kweli akawa amefika kazini kwa mwanamke na kumchukua, na akamwambia, "Twende haraka nyumbani nikajiandae, natakiwa kuwahi kwenye harusi ya shoga yangu na unipeleke haraka." Mwanaume bila kusita akampeleka mpaka nyumbani. Mwanamke akajiandaa na akampeleka kwenye harusi ya rafiki yake huyo mke wake. Wakiwa kwenye harusi, mwanamke amefura, amejaa hasira, anabugia haraka haraka vinywaji, anakunywa speed kama mtu mwenye hasira na mwenye ghadhabu. Basi mume wake alikuwa busy akiangalia simu yake na muda wote akiwa yuko anafanya mawasiliano. Basi baadaye harusi ikaisha haraka haraka, hakuna walichoweza kuongea. Yaani mume yule hakumuuliza mume wake kwamba nini kimetokea na imekwaje kwaje, bali alikuwa anaonekana mwenye hasira sana na mume wake. Basi baada ya harusi kuisha, wakaelekea nyumbani. Bado kufika nyumbani, mwanamke ana hasira, maana yake hakumuuliza chochote, wakalala kwa hasira mpaka asubuhi. Kufika asubuhi, haraka haraka yule mwanamke akapokea message kutoka kwa ndugu yake ikimwambia, "Kwa nini hujaje kumuona mama?" Yule mwanamke akamuuliza, "Mama, nije nimuone kwa sababu gani?" Kama mama amepata ajali jana, "Kwa nini hukuja kumuona?" Ndipo akamgeukia mume wake na kumwambia, "Wewe, hivi yule mama unasema kapata ajali ni mama gani?" Akamwambia, "Ni mama yako." "Kwa nini hukuniambia?" Akasema, "Hukuniuliza." Basi mwanamke akachanganyikiwa, akaanza kulalamika, "Jamani, haraka haraka najiandaa upesi, lazima twende tukamuone mama." Mume wake akamwambia, "Sawa." Akaingia kwenye gari, "Endesha haraka twende tukamuone mama hospitali," akiwa amechanganyikiwa kabisa, ajui afanye nini. Basi mume akiwa anamwangalia tu kwa tabasamu na akiendesha taratibu, na huku mke wake akifoka, "Ongeza spidi." Akamwambia, "Tunaweza tukapata ajali na sisi nikiongeza spidi." Kwa hiyo wakaenda taratibu, na mume wake kufika mbele, mke akashangaa gari ya hospitali, bali gari inaelekea kazini kwa mume wake. Basi mwanamke akafoka sana, "Kwa nini unakwambia tuwahi hospitali, kwa nini unaenda kazini?" Akasema, "Siwezi nikapoteza kazi kwa ajili ya kuwahi hospitali. Kwa hiyo twende kwanza kazini nikasaini, alafu tutaelekea hospitali kumuona mama." Basi mwanamke akiwa na cha kufanya na mchanganyikiwa, kwa sababu kuchanganyikiwa kule alikuwa hawezi pia kuendesha gari. Hivyo wakaenda mpaka kazini, jamaa akasaini taratibu, baadaye akatoka, akampeleka mpaka hospitali. Kufika hospitali pale, akawakuta ndugu zake kwa mchanganyikiwa, "Jamani, kwa mama akapata ajali, tuna nini?" Akachanganyikiwa ile cha kufanya. Basi akaingia ndani akamwona mama yake. Alipoingia ndani akamkuta mama yake ni afya njema, akamkumbatia, akamsalimia na kumpa pole. Baadaye mama akasema, "Mwanangu, ulikuwa wapi muda wote kuja kuniona?" Akasema, "Mimi sikujua mama, nisamehe sana." Akasema, "Lakini usijali mwanangu, mme umempata." Akamwambia, "Mume wako aliposikia nimepata ajali aliwahi haraka, akaja akanichukua akanileta hospitali, akanihudumia, akatafuta watu wakaniongezea damu. Na ndio maana sasa hivi nanikuta niko hai, la sivyo mwanangu ningekuwa nimeshafariki." Basi yule mwanamke alimgeukia mume wake na akamwangalia na akamuomba, kwa huzuni na aibu akamkumbatia na kumwambia, "Mume wangu, naomba unisamehe." Basi mume akamsamehe, akamwambia, "Usijali, mimi uliponiambia nije nilihakikisha kwanza mama iko katika hali njema, nikamtafutia watu kumwekea damu, lakini pia mke wangu, kumbuka mama yako ni mama yangu, kwa sababu mimi na wewe sasa ni mwili mmoja. Kwa hiyo mama yako ni mama yangu na mama yangu ni mama yako. Ndio maana uliponiambia, wakati nakwambia, sikukwambia kwamba ni mama yako, nilisema mama amepata ajali." Na wewe baadaye, kwa sababu hukuniuliza, na mimi ndio maana sikukwambia, lakini
Mama yako ni mama yangu, hivyo siwezi kubagua kwamba huyu ni mama yako au huyu ni mama yangu. Cha kujifunza hapo, ndugu watazamaji, tuwapende wazazi wetu. Mzazi wa mwenzi wako ni mzazi wako pia. Mtoto wa mwenzi wako ni mwanao pia. Kila kilichokuwa cha mwenzio, kama kweli nyinyi ni wanandoa mmeoana, basi hivyo vitu vyote ni vya kwenu pamoja. Msiweke ubinafsi kati yenu, kwa sababu nyinyi wote mko ndani ya nyumba moja na mnajenga nyumba moja. Kwa kila kilichomo humo ndani, kila familia pande zote mbili mmeshaziunganisha, nyinyi ni ndugu.